So leo hapa tumekuja na vijana ambao wametekwa nyara juzi. Sisi tulikuwa nao kwa maandamano ya tarehe 25. Walichukuliwa kutoka kwenye maandamano yale tulikuwa nao, wakawekwa kwenye malori ya polisi, wakapelekwa kwenye magari ya Subaru na wakateswa for days. Na kuna kijana mmoja kati ya hawa, sitasema ni yupi sababu bado wanaandamwa kabisa, wameambiwa wasiwahi rudia maandamano tena, eti kuharibu serikali ya Bwana William Samoei Ruto. Kati yao kuna kijana mmoja Mjaluo alituambia yale alipitia hata tukashtuka. Na aliambiwa, wewe rais ako analeta power, wewe ni Mjaluo gani unaweza pinga serikali hii? Na aliteswa huyo kijana sana. Yale alipitia siwezi nikasema, kule alifinywa siwezi nikasema. Lakini haiwezekani ya kwamba hii nchi ambayo Raila alipigania, uhuru ambao alipigania, hadi sasa we can allow abductions in our country. We can allow torture, as if we are taking this country back to the dark Nyayo days of torture in the Nyayo chambers. Leo tukiwa hapa tutaka tuhakikishie wa Kenya, sababu tunasema hii serikali iende one term. Ameeleza mara nyingi rais ya kwamba there will be no more abductions. Alikuwa Homa Bay wakifungua stadium na Mheshimiwa Raila Odinga 2024, rais wa Kenya alisema there will be no more abductions. Rais wa Finland alikuja hapa mbele ya dunia nzima, rais wa Kenya akasema there will be no more abductions. As we speak in this church, we have abductees who have been tortured. Na bado wanafuatwa. Kuna mmoja waliweka vijana siku ile on the streets of Nairobi, wanaandamwa hadi kwa nyumba zao. So they are very brave to come before you today. And we said, Apostle Musili, uwaombe. These young people need your prayers, and we need to continue partnering with the church to fight for justice and to return the feet of this nation on the path of rule of law and constitutionalism. Mutatuunga mkono jameni? So staki niseme mengi, yangu ni kusema pia ya kwamba kando na abductions zinazoendelea, extrajudicial killings and forced disappearances, this country imeanza kuchukua mambo ya goons kuwa ni mambo ya kawaida. Wale goons ambao mumeona Keumbu, mkiangalia picha ile vizuri, vile Mheshimiwa Matiang'i amesema, goons wako pamoja na polisi. Polisi wako kwa uniform, wako kando ya barabara, wenzetu walinda mwananchi wanapita, wanapigwa na polisi wamekaa na goons upande mmoja. So hii tuko nasema haiwezekani Kenya ipeleke polisi Haiti wapambane na goons over 10,000 kilometers away. Alafu katika taifa letu tunakubali polisi wao wafanye na goons kuumiza wa Kenya. So hayo ndio kati ya mambo tunasema, Mheshimiwa Fred Matiang'i, we want to stand with you on this issue ya kwamba the politicians who are involved in the Kisii violence in Keumbu, they must be arrested and action taken. Kama polisi hao hawatawashika, sababu tumeambia wanaandika statement, sisi tutachukua nafasi to ensure we have private prosecution against those politicians. They are known and we know who they are. Na hii si mara ya kwanza.